Lengo letu kubwa ni nini hasa? Kulenga waandishi wa habari. Hawa wamekuwa ni kioo cha jamii, lakini pia sikio la jamii, lakini pia na ndio kipaza sauti ndani ya jamii. Tunatamani watoto wetu wakue katika utimilifu, na ili wafikie kwenye utimilifu wao ni vyema tukahakikisha kwamba swala zima la kuwekeza kwenye afya bora, lakini pia lishe bora, malezi yenye mwitikio, fursa zile za ujifunzi wa awali pamoja na ulinzi na usalama vinapewa kipaumbele. Na lengo letu kubwa ni nini hasa? Kulenga waandishi wa habari. Hawa wamekuwa ni kioo cha jamii, lakini pia sikio la jamii, lakini pia na ndio kipaza sauti ndani ya jamii. Kwa hiyo wakati mwingine wakipata uelewa na kila mmoja au kila chombo kikazungumzia swala zima la malezi, basi ujumbe huu utawafikia wengi. Na ndani ya mkoa wetu wa Arusha tumekuwa na miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa ikilenga kwenye kutekeleza afua hizi za programu, na wengi tunatamani tuone yule mwananchi aliyeko pale chini ambaye ndio mlengwa mkuu, ujumbe huu unamfikia. Lakini lingine ni wito wangu sasa ni kwa wazazi na walezi, kwamba suala la malezi ya watoto sio la mtu mmoja, ni la jamii kwa ujumla, lakini pia likiwa linahusisha watu mbalimbali. Kila mmoja aone umuhimu wa kushiriki na kuchangia katika malezi ya kizazi chetu hichi, ili basi mwisho wa siku ile hali ya udumavu ambayo tunaiona, lakini pia hali ya ukuaji timilifu ambao hauridhishi mpaka kwa sasa, kama ambavyo tumeona takwimu zikituonesha kwamba watoto wa umri kati ya miaka 4 na 5 ukuaji wao uko kwa asilimia 67, lakini tunatamani tufike kwa asilimia 100. Lakini pia watoto hawa wachanga ambao tunatamani miaka 0 kabla hajazaliwa, basi wazazi waelewe umuhimu wa neno malezi, na ndio maana tunatamani waende kliniki, lakini pia wapate ushauri kwenye kliniki zetu za RCH, ili mwisho wa siku yule mtoto aweze kupata yale mahitaji yote ya msingi katika ukuaji wake. Tuna gap kubwa sana la ushirikiano wa malezi ya watoto baina ya wazazi wote wawili, na mkiangalia kwa mila na desturi zetu ni kama mama ameachiwa majukumu makubwa ya kuwalea watoto, lakini tunajua malezi ni ya baba na mama, na kila mmoja ana nafasi yake. Ndio maana tunasema tunasisitiza moja ya domain kubwa kwenye hili, pamoja na malezi yenye mwitikio. Malezi yenye mwitikio hayamlengi tu mama na mtoto, lakini pia baba ni kwa namna gani wanaweza kuitikia hisia za watoto, mahitaji ya watoto, ili mwisho wa siku wale watoto waweze kufikia kwenye utimilifu. Na pia tuna changamoto kama ambavyo mnaelewa, kuna namna pia imeshakuwa ni fashion, mtu akilea mtoto mwenyewe, tunaita single mother siku hizi. Lakini sio kitu ambacho tunaki-encourage sana. Tunatamani kila mmoja awajibike kwa nafasi yake. Yule single mother, yule mtoto naye ana baba yake. Yule mzazi acheze nafasi yake katika kuhakikisha kwamba mtoto yule anapata malezi ya baba, lakini pia na malezi ya mama.